Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Nicholas Robert Setebe. Kama ilivyo ada, nikikuletea dondoo mbalimbali kuhusu maisha ya mahusiano na ndoa. Kipindi ama program ama clip yangu iliyopita nilizungumza kwa habari ya marumbano kwenye ndoa. Lakini leo hii ngoja tujadili kwa habari ya hasara zinazotokana na kutokuelewana kwenye ndoa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna hasara chache tatu ambazo nimeorodhesha, lakini ziko nyingi tu ambazo zinasababishwa na hali ya kutokuelewana kwenye ndoa. Hasara ya kwanza kubwa sana ambayo inajitokeza kwa haraka sana kwa wanandoa hawa kutokuelewana ni hali ya uchumi kushuka. Ni maisha magumu kuingia ndani ya wanandoa hawa. Katika hali ya kiuchumi unakuta mambo yanaanza kuwa magumu, uchumi unaanza kushuka, maisha yanaanza kuwa ya shida. Unaporuhusu hali ya kutokuelewana ndani ya ndoa na mumeo ama na mkeo, basi uwe na uhakika unaenda kukaribisha hali ya umasikini, hali ya ufukara, hali ya njaa kwenye nyumba. Uchumi utashuka. Cha pili kinachoenda kuzaliwa katika hali hii ya kutokuelewana kwa wanandoa hawa wawili, kitu kingine kinachoenda kuzaliwa cha pili ni uaminifu kupotea. Uaminifu unapotea kabisa. Uaminifu unapotea kabisa. Wanandoa mnapokuwa hamuelewani, aidha mke uelewani na mumeo ama mume uelewani na mkeo, hiyo sio suluhisho. Hilo sio suluhisho kabisa la kujenga ndoa yako, bali ni sehemu ya kuvunja ndoa yako. Kinachoenda kutokea ama kinachoenda kuzaliwa katika hilo, nimesema cha kwanza, uchumi utashuka. Cha pili, chunga sana hii, uaminifu unaenda kuondoka. Uaminifu utapotea kabisa. Hakuna hata mmoja atakayemwamini mwenzake. Mume hatumwamini mke tena, na mke hatumwamini mume tena. Hii inatokana na hali hiyo ya kutokuelewana kwa wanandoa hawa. Na hapa ndio tunazaa vitu vihovu katikati ya kutokuelewana, katikati ya kutokuthaminiana. Hapa ndipo vinapozaliwa vitu vibovu, kwa sababu unapokosa kumwamini mtu ambaye unaishi naye ndani ya nyumba, unapokosa kumwamini mtu ambaye unalala naye kitanda kimoja, uwe na uhakika kabisa hali hiyo ya kutokuweka uaminifu, pendo la kweli utoweka, upendo wa kweli utoweka. Hatutoweza kupata tena hapo upendo wa kweli. Narudia, mwanamke hutoweza kumpenda mumeo tena, na mume hutoweza kumpenda mkeo tena. Na katika hilo kitu kingine kinachoenda kuzaliwa, ama ndani ya hilo kitu kinachoenda kuzaliwa, ni hali ya kuchepuka. Narudia tena, katika hilo kinachoenda kuzaliwa ni hali ya kuchepuka. Michepuko ndipo inapoenda kuzaliwa kwenye ndoa ama kwa wanandoa. Sababu kuu, narudia tena, ni kutokuelewana na kutokuaminiana. Mnapokuwa hamuaminiani, basi uwe na uhakika michepuko mnaenda kuizalisha wenyewe. Aidha mmoja kati ya wanandoa hawa ataanza tabia ya kuchepuka kwenye ndoa. Basi kuwa makini sana ewe mwanandoa, na hata uliye katika mahusiano. Unapoisikiliza clip hii, fuatilia sana katika mahusiano yako, usije ukathubutu kuingiza ama kuruhusu vitu hivi vikaingia kwenye ndoa yako. Na kitu cha tatu ambacho kinaenda kutokea sasa ni kutengana kwa wanandoa hawa ama kwa wachumba hawa, watarajiwa hawa. Kinachoenda kutokea kitu cha tatu ni kutengana. Uwe na uhakika hichi ninachokwambia. Hali ya kutengana itaanza taratibu ndani ya wanandoa hawa. Kutoshiriki tendo, kutokaa pamoja, kutotembea pamoja. Kutengana kunapozidi, basi uwe na uhakika divorce inawakaribia. Taraka zinakaribia kwa wanandoa hawa. Mgawanyiko unakaribia kwa wanandoa hawa.
kumekaribia kwa wanandoa. Basi ni kusitu kama mtumishi wa Mungu, ewe unanifuatilia katika clip zangu mbalimbali, usiruhusu hali hizi zikajitokeza kwenye mahusiano yako ama kwenye ndoa yako. Mungu akutangulia unaposikia clip hii, uwe mwaminifu na mkweli kupitia ndoa yako. Mungu akubariki sana. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Warwick Robert Setebe ama Nicholas Robert Setebe. Unaweza kunifuatilia katika mitandao ya kijamii, utanipata. Naendelea kunifuatilia katika dondoo zangu hizi zinazohusu ndoa na mahusiano, utajifunza kitu. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Nicholas Robert Setebe. Kama ilivyo ada, nikikuletea dondoo mbalimbali kuhusu maisha ya mahusiano na ndoa. Kipindi ama program ama clip yangu iliyopita nilizungumza kwa habari ya marumbano kwenye ndoa, lakini leo hii ngoja tujadili kwa habari ya hasara zinazotokana na kutokuelewana kwenye ndoa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kuna hasara chache tatu ambazo nimeorodhesha, lakini ziko nyingi tu ambazo zinasababishwa na hali ya kutokuelewana kwenye ndoa. Hasara ya kwanza kubwa sana ambayo inajitokeza kwa haraka sana kwa wanandoa hawa kutokuelewana ni hali ya uchumi kushuka. Ni maisha magumu kuingia ndani ya wanandoa hawa. Katika hali ya kiuchumi unakuta mambo yanaanza kuwa magumu, uchumi unaanza kushuka, maisha yanaanza kuwa ya shida. Unaporuhusu hali ya kutokuelewana ndani ya ndoa na mumeo ama na mkeo, basi uwe na uhakika unaenda kukaribisha hali ya umasikini, hali ya ufukara, hali ya njaa kwenye nyumba. Uchumi utashuka. Cha pili kinachoenda kuzaliwa katika hali hii ya kutokuelewana kwa wanandoa hawa wawili, kitu kingine kinachoenda kuzaliwa cha pili ni uaminifu kupotea. Uaminifu unapotea kabisa. Uaminifu unapotea kabisa. Wanandoa mnapokuwa hamuelewani, aidha mke uelewani na mumeo ama mume uelewani na mkeo, hiyo sio suluhisho. Hilo sio suluhisho kabisa la kujenga ndoa yako, bali ni sehemu ya kuvunja ndoa yako. Kinachoenda kutokea ama kinachoenda kuzaliwa katika hilo, nimesema cha kwanza, uchumi utashuka. Cha pili, chunga sana hii, uaminifu unaenda kuondoka. Uaminifu utapotea kabisa. Hakuna hata mmoja atakayemwamini mwenzake. Mume hatumwamini mke tena, na mke hatumwamini mume tena. Hii inatokana na hali hiyo ya kutokuelewana kwa wanandoa hawa. Na hapa ndio tunazaa vitu vihovu, katikati ya kutokuelewana, katikati ya kutokuthaminiana. Hapa ndipo vinapozaliwa vitu vibovu, kwa sababu unapokosa kumwamini mtu ambaye unaishi naye ndani ya nyumba, unapokosa kumwamini mtu ambaye unalala naye kitanda kimoja, uwe na uhakika kabisa kabisa hali hiyo ya kutokuweka uaminifu, pendo la kweli utoweka. Upendo wa kweli utoweka. Hatutoweza kupata tena hapo upendo wa kweli. Narudia, mwanamke hutoweza kumpenda mumeo tena, na mume hutoweza kumpenda mkeo tena. Na katika hilo kitu kingine kinachoenda kuzaliwa, ama ndani ya hilo kitu kinachoenda kuzaliwa, ni hali ya kuchepuka. Narudia tena, katika hilo kinachoenda kuzaliwa ni hali ya kuchepuka. Michepuko ndipo inapoenda kuzaliwa kwenye ndoa ama kwa wanandoa. Sababu kuu, narudia tena, ni kutokuelewana na kutokuaminiana. Unapokuwa hamuaminiani, basi uwe na uhakika michepuko mnaenda kuizalisha wenyewe. Aidha mmoja kati ya wanandoa hawa ataanza tabia ya kuchepuka kwenye ndoa. Basi kuwa makini sana ewe mwanandoa, na hata uliye katika mahusiano. Unapoisikiliza clip hii, fuatilia sana katika mahusiano yako, usije ukathubutu kuingiza ama kuruhusu vitu hivi vikaingia kwenye ndoa yako.
Na kitu cha tatu ambacho kinaenda kutokea sasa ni kutengana kwa wanandoa hawa ama kwa wachumba hawa, watarajiwa hawa. Kinachoenda kutokea kitu cha tatu ni kutengana. Uwe na uhakika hichi ninachokwambia. Hali ya kutengana itaanza taratibu ndani ya wanandoa hawa, kutoshiriki tendo, kutokaa pamoja, kutotembea pamoja. Kutengana kunapozidi, basi uwe na uhakika divorce inawakaribia. Taraka zinakaribia kwa wanandoa hawa. Mgawanyiko unakaribia kwa wanandoa hawa. Kuachana kumekaribia kwa wanandoa hawa. Basi nikusitu kama mtumishi wa Mungu, ewe unanifuatilia katika clip zangu mbalimbali, usiruhusu hali hizi zikajitokeza kwenye mahusiano yako ama kwenye ndoa yako. Mungu akutangulia unaposikia clip hii, uwe mwaminifu na mkweli kupitia ndoa yako. Mungu akubariki sana. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Wareth Robert Setebe ama Nicholas Robert Setebe. Unaweza kunifuatilia katika mitandao ya kijamii, utanipata. Naendelea kunifuatilia katika dondoo zangu hizi zinazohusu ndoa na mahusiano, utajifunza kitu. Mungu akubariki sana.